diaspora mwenyewe, amakuru kuri buri wese. Okay, DRC mwenyewe, wasikilizaji wapendwa ambao mnazoea tufata hapa kwenye diaspora mwenyewe, asanteni sana. Yani tunakuja tuongelee hii picha ambayo mnaona hapa, si ndio? Kwenye skrini yako angalia hii picha, kisha we utaniambia nini tunataka tuongelee hapa. Yani tunaona hapa wanaandika nini? Wanaandika ni aibu Rwanda wana arena sisi hatuna, imetoka bila bilio. Angalia sasa 300 bilio 300 kujenga uwanja wa mpira. Bwana, ndio maana mimi nazoea waambia sisi mkwe na tufata hapa, kwa sababu hapa tunakuwa na good information bwana, ma breaking news. Yani hapa Simba Diamond Platnumz aliwahi kusema kama Rwanda ni aibu kukuwa na BK Arena, sisi hatuna hapa Tanzania. Si niliwaambiaka kama hii Rwanda watu nyingi wataisemaka. Hii Rwanda hii moja ambao unaona hapa ina good development my friend, iko juu sana, inaondoka vibaya. Wewe hauwezi sijui mimi nikwambiaje bwana. Inaondoka sana bwana. Hii Rwanda iko juu sana, iko mbele kabisa. Development inakimbia. Haone hapa. Yani hii arena unayo ilijengewaka wakati gani? Ni zamani. Kuna pita kama miaka kama 5 kama 6. Lakini angalia Diamond Platnumz, kwa sababu anaijua, aliwahi siku nyingi kufanyizia ndani makosanti za mzuri, si ndio? Ndani ya hii arena. Sio siku moja, sio siku mbili, sio siku ya 3. Aliwahi sana, alifanya sana makosanti, tena mnene bwana. Mnene sana hapa ini BK Arena. Ndio maana vitu ambavyo alisema anaelewa. Unajua tu nini? Yeye alipenda aoneshe population ya Tanzania, awaoneshe kama nyie sisi tungali tunasinzia. Ndio tuna mungini mzuri Dar es Salaam, si ndio? Tuna Dodoma, tuna sijue nini na nini, lakini kuna vitu ambavyo tunakosa hapa. Hata kama tuna big town, tuna smart town, lakini kuna vitu ambavyo tunakosa. Unajua aliwahi kuwaonesha nini? Aliwahi kuwaonesha hii Rwanda mnaona hapa ni jirani, si ndio? Rwanda ni jirani. Na mwanzo yake ya development sisi tuliwatanguliaka kama wa Tanzania, si ndio? Lakini watu waliwahi kuanza ma development hapa juzi. Kwa nini wanaanza tu piga manani? Aone walijengaka arena. Alisema mingi bwana, anajua vitu mingi sana. Uliona hii stadium Amahoro ambao iko hapa, iko hatari sana, iko juu sana. Yani mafinale ile, unajua kuna kwa kama watu wanajua vitu ya watu ya kucheza football. Unajua kama stadium Amahoro itaweza pokea finali ya Cup of Odd Cup, you know. Itaweza kapokea finali ya Odd Cup kwa sababu inaeneza kila kitu.
inaeneza kila kitu, hata finali ya Champions League itaweza kapokea kabisa, kwa sababu hii inaeneza imeeneza kila kitu. Ndio maana yeye Diamond alikala kaambia population ya Tanzania, akawaambia bwana, mimi kama Mungu ananisaidia mimi napata kiwanja, naweza nikawajengea arena, kwa sababu hawezi katambusha bilioni 300. Huyu mtoto ana pesa bwana, bilioni 300 wala 400. Yeye ndo maana alisema hivyo wakati alikuwa anaonesha watu Wasafi Radio yake, Wasafi TV yake kwenye imefikia. Antuka iko safi sana, unasikia, iko safi sana kabisa, hakuna mtu ataweza kapinga hivyo. Mimi niliona kabisa nikasema huyo mtu antuka ni simba kabisa. Huyo mtu ni simba sana, anajua vita ambayo ilikuwa anafanya. Yeye aliwaambia hivyo, ndo sasa government ya Tanzania ikaamuka. Kama ilikuwa usingisi hatujue, iliamuka ikaambia population, bwana nyie msiofu, tunapenda tuwajengee arena na mapeti stadium na vengine, lakini tutaleta bilioni 400. Unanifuata hapo? Bwana, atuka kabisa. Hao watu wana pesa bwana, bilioni 400. Unanifuata? Bilioni 400 ndio hapo, ndo kusema kama sisi hatujali wa maneno. Nyie msiofu, kwa sababu hii kazi taanza mapema. Haone kama walianza sasa. Unaona kwenye screen yako chini kuna Kigali Arena. Chini kuna Kigali Arena. Juu kuna engine ambayo ndo wameianza sasa. Hii ya juu imetokea Tanzania. Hii ndo ya Tanzania itakuwa Tanzania Arena, kwa sababu Diamond Platnumz aliwahi kusema hivyo. Lakini kuna msanii mwingine mkubwa ambaye alikuwa mali yake ndani ya rebo yake, make yeye hakupenda ni Diamond aliwahi kusema hivi, kwa sababu yeye alimwambia hivi, wewe usiku na sema maneno mingi ya kujionesha watu, ya kujipenda, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanapenda nao wajipende na wanapenda nao wapande juu. Unasikia? Usiku nafanya hivyo kwa sababu wewe unapenda income. Unapenda uingize, na japo kuna watu wengine wanapenda nao wapande juu. Sasa nikauliza hivi, mimi nauliza hivi, sasa Diamond alisema vibaya? Hakusema vibaya, lakini ni Diamond, ni huyu nani kama Harmonize, na hawa watu ni watu wakubwa. Hawa ni watu wakubwa sana, wataweza kuwa na pigiana maneno, lakini wako na faidika sana. Asanteni sana. Wewe faa tu subscribe kusudi tukue na shirikiana hapa kwenye Diasi mwenyewe. Usihofu, hapa habari ni moto, si ndio? Asanteni sana. Wewe niandikie, niambie kama Diamond alifaa vibaya. Asante.